nashindwa kwenda ofisini, nashindwa kuona hata watoto wangu, kuenda kumtafuta mke wangu Husna pamoja na mwanangu Gift kwa sababu ya Chuga na Shu. Alafu nakuja na unasema kwamba hujaona kosa lake. Kaka, yaani umefika hadi huko kisa Chuga tu? Kama una cha kuzungumza tena, nyanyuka uondoke. Basi sawa kakaangu, mimi nimekuelewa. Kama hujasubscribe, hakikisha una subscribe na unawasha alama ya kengele ili kuwa kwanza kupata taarifa zetu. Kumbuka, support yako ndio mtaji wetu. Welcome Lana ya Mama. Subscribe, like, comment. Hivi bibi, mamangu Shifa alivyoondoka aliwaambia anaenda wapi? Yaani we mtoto umeanza upekepeke wako. Yaani sipo nichokonywa huku utanichokonywa kule. Hapana bibi, nimeenda kumtafuta mama. Je, nimekosea? Ndiyo umekosea. Toka lini ukaenda kumtafuta mama yako? Hilo swala linakuhusu wewe. Baba yako ndo anahusika na swala kwenda kumtafuta mama yako, sio wewe kikaragosi. Yaani umetoka hapa na belige zako unaenda kumtafuta mama yako. Mama yako utamuonea hapa. Nisikilize wewe mtoto. Maswali yako yasiyoeleweka naomba uniache. Kwani wewe mtoto muda mwingine unatumwagwa? Au unakuwa unawashwa? Nisikilize. Usipende kunifuatilia katika anga zangu kinikuta nimekaa na starehe zangu. Maswali yako kipumbavu huko. Msubiri wa bibi yako bichifu ndio muulize vizuri. Mimi bibi kijana niache nilo ujana wangu. Jamani sina raha. Nikienda Kariakoo mnanibuuzi. Nikirudi nyumbani maswali. Kwani nyinyi mlikuwa mnaniombea sana nikadondokewa na ile gorofa la Kariakoo lipate kuniua kwa vile nimesema nikifa nikaziweka nani Kariakoo, basi ndio mnaniombea kabisa nene nikafe. Kula bado nakupenda, kula kutamu we mtoto. Je, kuuliza napo nimekosea? Ndiyo. Hebu jishikilieni kwanza. Kamdomo kanaponza. Jamani, eti ni sasa hivi mimi kweli? Baba yako ndo anahusika na kila kitu kwenda kumtafuta mama yako. Kilichokufanya wewe kuwashwa na nyayo zako kwenda kumtafuta mama yako inakuhusu? Kinakuhusu? Wewe na baba yako nani wa kwanza kumjua mama yako? Baba yako ndo anapaswa kumtafuta mama yako, sio wewe. Alafu wewe mtoto na wasiwasi na wewe. Usije kagawa mali za baba yako kabla baba yako hajafa. Basi nisamehe bibi, ila punguza roho mbaya. We konki wewe. Tutoka mtu mzima jamani. Lakini kweli jamani mtoto kanichamba huyo. Yaani kashaniona mimi nina roho mbaya jamani. Mpaka mtoto mdogo anajua. Mbona natumia vitu vikali wakati unaumwa kakaangu? Unawaza nini mpaka kununua pombe kaanza kunywa? Mdogo wangu Enjo, nisipokunywa pombe, unahisi ni kitu gani kitakachonipa faraja? Mawazo mimi kwangu hayaishi. Kwani wote wenye mawazo ni lazima kunywa pombe? Afu hii pombe ina muda. Endapo ikiisha, hayo mawazo ulionayo, unahisi nani atakubebea? Kunywa pombe sio suluhisho kakaangu. Natamani nisinywe pombe, natamani niende nicheze drafti, natamani niende nicheze bao, natamani niende kazini, lakini sina uwezo huo. Natamani kumtafuta hata mke wangu Husna, lakini sina uwezo huo. Kwa hiyo inanibidi ninywe pombe mdogo wangu. Kunywa pombe sio suluhisho.
Afu ukumbuke wewe pia ni mgonjwa, haitaki mambo kama haya. Mdogo wangu, kila kitu huwa kibaya ni mwanzo. Kaka, usiwaze sana. Kuwaza sana sio suluhisho. Pia usijikatie tamaa. Ila nzuri, ndio maana unatumia Pombe si nzuri. Walevi wanafaidi lakini. Kweli wanafaidi kama ni kwa hali hii. Mambo mazuri sana, lakini pia kakaangu usizoee. Kaka, nimeamua kuleta kiti ili nikwambie. Kuna kitu mimi na mama tulikuficha kakaangu. Mkeo Husna alileta barua yako, ila kutokana na matatizo aliyokuwa nayo tukashindwa kukupatia, na mpaka sasa hiyo barua ninayo mimi. Ndogo wangu, ina maana kuna kitu ambacho kilitoka kwa Husna mlinificha? Ndiyo kaka, hivyo nilivyokuambia ndio hivyo. Wewe tena. Alafu toka juzi umenipatia ile kazi. Mbona kazi yenyewe siijui? Mbona sielewi vitu ambavyo mimi ninavifanya na kuwa sijielewi? Ni kweli Melina, unafanya vitu ujitambui. Ila mbona kazi yangu inaenda vizuri? Kwani ni kazi gani ambayo umenipatia? Melina, kutoa msaada kwa binadamu ni kosa au sio kosa? Sawa, natoa msaada. Lakini huoni kama ninapalilia vita katika maisha yangu? Siku nitakapomaliza hii kazi yako, huoni kama nitakuwa na maadui wengi? Utakuwa na vita na watu, ila tu utakuwa tegemezi la watu. Hivi umekosa watu wa kuingia mpaka uniingilie mimi? Hivi ona jinsi nilivyochoka kwa ajili ya kazi zako. Kazi zenyewe hata sizielewi. Na hii kazi ambayo ninaifanya, ananilipa nani? Malipo yako yatalipa na mwanadamu, sio mimi. Kila unaomsaidia anaelewa thamani yako. Sharti yangu, hautakii kuwa na mahusiano na mtu yoyote, maana mimi nitakuwa naishi ndani yako. Wewe, nitawezaje kuishi bila mwanaume wakati mwenyewe pia nina hisia na nimekamilika? Hicho kitu hakiwezekani. Sio ombi, ni amri. Kwa hiyo mdogo wangu, unataka kuniambia kwamba walemavu hatuna thamani, ni wa kutupwa tu? Ina maana kama mke wangu kanitumia ujumbe, kwa nini mnifiche? Ina maana kwenu mimi nitakataka sasa hivi? Ndio maana mimi nimeamua kukwambia bila kumshirikisha tena mama, maana niliona nikimwambia mama hatonielewa. Kama uko tayari kakaangu, mimi nikusomee hiyo barua. Nisomee. Kaka. Naam. Kilichoandikwa humo, uko tayari kukipokea? Ndogo wangu, yawezekana hujui thamani ya mke ni nini au nini maana ya mke, kwa sababu haujaingia kwenye ndoa. Mwanamke ni upande wa pili wa mwanaume, nikiwa na maana kwamba mimi mbavu zangu zilikuwa 16, lakini Mwenyezi Mungu akachukua mbavu 8 akamuumba mwanamke ambaye ndo Husna, ndo nikaletewa Husna. Kwa hiyo yule ni mwili wangu mimi,
Mimi ni mwili mmoja na Husna. Sawa kaka, ngoja mimi nikusomee. Kwako mume wangu Kapipi, pole sana kwa matatizo ulionayo. Nasikia saizi huoni. Wako Husna Majifti, nakupa pole kwa matatizo yote yanayokusibu mume wangu. Lakini naona mimi nijiepushe nikae mbali na wewe, kwa sababu matumizi kutoka kwako imekuwa nadra sana. Kuna muda nakosa kula, nakosa kitu chochote wakati huku nina mume, hata kama ndo ukipofu. Kwani hiyo hela hata kufika kwa wakala haiwezekani? Utunzaji wa mimba hukuhusika, wala mtoto Gifti hukuhusika kwa chochote, si nguo. Hujui mtoto alikuwaje, hujui chochote kinachohusiana na Gifti. Wewe imradi unajua kwamba nina mtoto. Huyo mtoto unayemtegemea kama ni mwanao, unashindwa kumhudumia kwa chochote. Unahisi mimi kama mama mtu najisikiaje? Kiufupi, mimi sitaki tena mazoea na wewe, sitaki tena kusumbua, wala hutoniona tena katika maisha yako. Mama yangu alinifunza kuishi na wanaume vizuri. Nilikupenda sana mume wangu, nilikujali, nilikuthamini kwa chochote, lakini hukuona wema wangu. Basi na mimi naepuka kukaa mbali na wewe, japo nilikuwa nakupenda, lakini sina jinsi, itabidi moyo wangu uzoee. Hivyo nitampata atakayenipenda, atakayenihudumia na kujali familia yangu. Ingalikuwa baba yangu mzazi alikuchukulia kama mwanao, akakuthamini, akakupatia upendo wake wote, lakini hukujaribu kuuthamini hata kidogo. Leo hii nakaa nafikiria nitawaeleza nini wazazi wangu walivyokupokea nyumbani. Leo hii niende na mada nyingine ya kwamba mimi na wewe tumeachana. Yote nimemwachia Mungu, yeye pekee ndo atakayejua Husna mie naishije. Nimekuja kugundua wewe si baba bora wa mwanangu Gifti. Kwa hivyo basi nakuomba usitegemee kama una mwanao. Mwanangu nitamlea kadiri ya uwezo wangu. Sidhani kama nitashinda kumlea wakati ingali nimembeba akiwa tumboni nikahangaika naye. Nabeba mizigo mimi nikiwa na mimba, lakini hukujali. Hivyo nakutakia maisha mema, na ikiwezekana uendelee kuwa na ukipofu wako, maana huna thamani juu yangu. Naomba barua hiyo hicho. Enjo, kweli umesoma vizuri Enjo. Ulichokitaja ndicho alichoniambia mke wangu. Ndio kaka. Wewe na mama yangu nikiwa na maana. Husna ameteseka, naumia, yuko peke yake. Angalia leo. Enjo, inawezekana vipi Enjo mimi kuachika wakati mimi mdogo? Kaka, unaenda wapi tena? Ndio umesusa pombe? Mwanamke matunzo. Ndio maana mimi sitakagi kuolewa. Wanaume wa siku hizi hamhudumii, kulia tu, machozi, wanafiki wakubwa nyie. Hata kama ni kakangu lazima nikwambie ukweli. We susa bwana, mimi napiga tu. Mnachojua ni kulia, kutunza ndio maana kachukula na wenzio. Kwenda huko. Pombe. Ndio pombe. Wewe nimekukuta unakunywa maji. Kilichokutuma usitunze machozi tu, na ninafikia hapa saa hizi. Mama. Mwanangu. Samani kama nitakuwa na kukwaza. Hivi mnachonifanyia mnahisi ni sahihi kweli, au tatizo ni kuwa mimi mbovu, mlemavu wa macho? Mama, mke wangu Husna alituma barua. Hiyo barua iliwafikieni wewe pamoja na Enjo. Mkafanya juu chini
mimi nisiwe na taarifa yoyote. Mama, tambua Husna ni mke wangu na ana mwanangu. Hata kama mimi ni mbovu, lakini ile ni damu yangu. Nisikilize mwanangu, mimi kama mzazi wako, roho inauma kukuongezea mzigo juu ya mzigo. Huoni kama nimekuongezea mzigo mwanangu? Ungepona kwanza, alafu nikakukabidhi ile barua. Na mimi ndio nilomwambia mdogo wako kwamba hii barua usimuonyeshe kaka yako. Sioni umuhimu wa kunificha vitu ambavyo nyie mnaviona mimi sivioni, ingalikuwa ni halali yangu mimi kuvifahamu. Mama, akili yangu haijaelemaa. Kwa nini unanifanyia hivyo mama? Hebu nisikilize mwanangu. Naomba unisikilize kwa makini, mimi ni mzazi wako na mimi ni mama yako. Siwezi kwenda kinyume na wewe, umenisikia? Kwa sababu kama Laiti Husna alikuwa anataka umhudumie, asingeficha ule ujauzito mpaka anajifungua. Mtu anafika miezi 6, tena anakuja hapa kwa bahati mbaya. Alikuwa na nia gani? Lakini Mwenyezi Mungu alisema samehe mara 70. Mbona sisi tunamkosea Mungu na anatusamehe? Kwa nini yeye hataki kusamehe jambo kama hilo? Anachokizungumza Husna yupo sahihi, kwa sababu mimi nilisadiki kwamba mke wangu hawezi kunizalia mtoto. Anachokizungumza Husna yupo sahihi, kwa sababu mimi nilimpa ujauzito, sikumpa mahitaji yoyote. Ameenda amepambana yeye kama yeye anapojua. Embo fikiria wakati tulionao sasa hivi, dunia ya sasa hivi, binti wa umri ule kuchukua mimba ya mtu, kuilea mpaka kuizaa. Embo fikiria kwa umri aliyokuwa nao na dunia tulionayo, kwa nini asitoe ile mimba akamtafuta mwanaume anayemtunza kuliko mimi niye msusa na matatizo yake, nikisadika na matatizo, kumbe mimi ndo mwenye matatizo. Kwa hiyo mama, punguza kunichimbia kaburi. Mnanikosea mama. Mnijulishe vitu ambavyo vinavyonihusu na hata visivyonihusu naweza kuvitatua. Maana nimeathirika macho, sijaathirika akili mamangu. Subiri mwanangu upone, uende ukamwone mkeo na mwanao. Mimi nahangaika sana kumhudumia na nahangaika kumtafuta, lakini yeye anajificha. Basi hayo yote tuyaache. Sasa mama, ni baba gani bora asiyemtunza mke wake wala wanaye? Je, ana haki ya kuwa baba au kuitwa baba wakati hajali familia yake? Kwa hiyo mama, Husna ana haki ya kuzungumza. Sema tu nyie mnaoweza kuona, unganeni kwa pamoja, kaniombeni msamaha mama kwa Husna. Mimi naumia na macho, nalia na kutokuona, lakini mwanangu analia na njaa na kumkosa wa kumuita baba. Huja subscribe, hakikisha una subscribe na unawasha alama ya kengele ili kuwa kwanza kupata taarifa zetu. Kumbuka, support yako ndiyo mtaji wetu. Welcome Laana ya Mama. Subscribe, like, comment, share.